Anal sex, anus, kutoboa mkudu, kuingizwa kitu chochote kile kwenye sehemu yako ya kutolea mavi. There is side effects that comes with that. Main side effect being the area becomes loose and not interfered with, except when it's grating. Waste products, the phases, it stays closed. So when now it's done the other way, unajua imezoea kutoa alafu inajifunga. Sasa tena inverted, inaingizwa, it becomes loose, and so when it becomes loose, it leaks. You leak madhi unintentionally. Ukikohoa you throw out phases. Ukipata kitu funny and then unagwa ile kicheko, even the smiling inakuwa you throw out the series mavi, unarusha mavi nje. You leak phases unintentionally, anyhow, anywhere, at any time. Main side effect, the main side effect is when you're indulging, you're finding yourself ugonjwa, na ugonjwa huja na gharama yake ya matibabu. So anytime you say like, I want to indulge in anal sex, I want to give into anal sex to try and change my life, wewe ni mtu wa kukubadilishia maisha ama ni wa kukuharibu maisha iharibike zaidi. Saa angalia, ni mtu anaweza afford adult diapers. Yeah, by the time you start needing adult diapers, ni mtu anaweza afford kununua adult diapers. Hygiene, can he afford the hygiene that needs to go with anal sex? It's not like you need more hygiene to be more hygienic when you're indulging in anal sex than when you are engaging in vaginal sex, because it's how God made it. Even the vagina itself, na huko ndani inajiosha, na hata huko nje, because ni iko kwa kazi yake. So yeah, you got to kuangalia ni nani, ati una set ya mkudu yako, ati unafanya anything kuangalia kama unaweza badilisha maisha, because both women and men will say like, I just gave in to see if I can change my life. Sa angalia ni nani. Similarities, characteristics of men who fuck their wives in the anus. Welcome. When you see having my Bible near, it means that I'm set to talk the truth, whole truth, and nothing but the truth. So help me God. These are not created stories to be content. Here, if you have been following me, we are, it's the drunken landlord and the Kabete man. Similarities. Here, I would say that it's coincidence, because it's miles away. Drunken landlord is in a new kick. Kabete man, that's Kiambu County, the Kiambu Nairobi. Both. To start with, watu wawili ni wale unaishi kwa neema yangu, unakula kwa neema yangu. Miaka yote hadi walimu wangu hawakunisomesha kwamba kuna neema ya mtu. Hadi mapasta hajaniambia kuna neema ya mtu. Hadi wazazi wangu hajaniambia ati naishi kwa neema yao. Wazazi wangu hajaniambia ati nakula kwa neema yao. So mimi sijaijua ati kuna neema ya mtu. Imagine hadi yo 35 years I knew kuna neema tu ya Mungu. So someone comes telling me like, unaishi kwa neema. You know, I wonder, it shocked me. Then lile neno tu huyu Bakikuyu akalirudia, ati unakula kwa neema yangu. And we did the video. Ni nini hicho ananiambia nakula, hata ajui ati let's not revisit the video now. Ni wale wanasema kwa neema. Hata wazazi wangu, hata mamangu na ni yule wa kusema the next one. Actually, what mama told me, and maybe that has ilipata msingi ndio maana huwa hata unaona sijishule. Huwa nagoja baraka. Mama aliniambia ukiona tukikula hivi CBD ni baraka. Hata ukikuwa na ati unapata uko na hii chakula, si
jitihada zetu ni baraka ya Mungu. Hivyo ndivyo mama aliniambia. So kwamba ati naishi na neema ya mtu ni these are no factors, both of them. Number 2, hawana utu. Drunkard landlord, it happened in both the places. Akikupata ukipika, alikuwa anakuja anazima meko. Pia wakabete, alinipata hii siku. Nilienda kulala kwa neighbor, nikasesha hadi nikalala kwa neighbor. Nikajua we, nilikuwa nimekiona so nakijua. Pata nikipika, akakuja akazima meko. Ndio kitu nilifanya niende nikalala kwa neighbor. Drunkard landlord. Liva alinipuyuzima. Sasa ninajua nilikuwa napika mchana akienda na wakati wameenda kujinais. Alikuwa anauza pape patana cha kwake ati wanaenda kujinais na huko. Ndio nilikuwa napika. So alikuwa anabeba bana. Ikakuwa mimi nimezoea hadi nyumbani kwetu kupika na moto ya kuni. Natafuta mawe naika hapo. Si nikapata hadi mawe anabeba. I'm having mabebo ni. So mimi hata kama hakuwa anabeba naenda nayo. Wacha sema hiyo kubeba aende aweke mahali. Alikuwa anabeba. Mimi nilishutu kujua wanaume. Unga ikibaki, kasukari kanabaki. Mafuta ya kupikia inabaki asubuhi. Anaifungilia ama tu anaiweka kwa kagunia. Anaenda nayo ili msipike lunch. Arudi nayo jioni. But huyu wa kubeba mawe. Kusia alikuwa ananunua tule tu vitu na kupika. So nikajua tu ati mawe mbili tu naweza weka hii side. Sema zikuwe 3. Naeka hii side na hii side naekela sufuria. Tena kagundua tu bado napika. Alikuwa anaacha amefuga. So inakuwa hakuna mahali pengine kama uko mahali tu unaweza toka nje uokote mawe. Not everyone is in that such a place. Nikikuwa nayo kuna ka place alikuwa na nifungia. Nakosa ili vile naweza asha kamoto. Third similarity, characteristics of men who fuck their wives in the anus. They don't buy tissue papers. They can't afford tissue papers. I had talked of it in a different video. Talking different things. Drunkard landlord. Kwanza wakiwa walevi, hata huyu mwingine ni yule wakapombe. Mbao kuna pombe huwa inapimwa. Kamungale huwa kanapimwa kwa bao. So naona hii ni waste. Kununua tissue ya bao. Na kuna kapombe unaweza pimwa kwa bao. Ile tu niende ni tugie hiyo mbao. Sasa niambie, mwanaume hiyo mkudu hawezi inunulia Pampers. Mwanaume hiyo mkudu hawezi inunulia tissue paper ya kuipanguza. Niambie atatoa wapi pesa za kununulia Pampers ukianza kulick mave? Because if you are being an fact, with the time mtajipata tu you will need adult diapers. Atatoa wapi pesa? Jiulize. Kambla eke mkudu yako hivi ingize mavitu, wewe jiulize ni nani wewe unasaidia. Mtu wako na anaweza badilisha maisha. Then they both expect women to go. Wao tu inafaa tu waende watoke waende wakajinasi wakalewe pombe ama wakafanya wanawake waende wakahasu. And then these the things I found like they don't go together. Women who offer themselves for anal sex, you want to change your life, so you are doing those dirty things because you are tired of hustling this other way. Jo umeamua sasa acha nijaribu hii. Yaani kama ndio rahisi ya kunitengenezea namna ya kuendeleza maisha. Sasa alafu ikuwe mwanaume yeye mwenyewe hataki kwenda kazi. Kudu alafu expect wewe utaenda kuhustle. Nikaona haziwezi enda na kabisa. Because when you are under fact, at least kwanza hustling unatoka umeenda kujaribu kuhustle sokoni, uende ushinde na watu from hiyo morning hadi usiku. Utoba mkudu una lick mavi, hauna vile ya kuoga, hauna. If you're being an fact, it has to be that you are giving yourself for anal sex to a man who can afford to keep you in the house most of the time. Ukitoka maybe shopping ama tushughuli twako tu kwa kashaba yako, hauko kwa watu masaa mingi. Jo ile hata ikifanyika kuna saa umelike mavi narudi kwa unakuja unashawa. Yeah. You are and yeah, that is it. But mwanaume ati anakutoba mkuda na alafu expect ukaamikie kibarua.
Yeah, is that sense? You're doing that because you're feeling like you've grown really tired of hustling the other way. So you would and then ati mwanaume hiyo haiendani kabisa. Inafaa ikuwe sasa ni yeye ako nje because when the lady. Sasa wacha tukuje. If you say men, your husband anakwambia kutobe mkudu, highest chances are he's also okay. Anakwambia wewe ni bibi yake mwanamke akutobe mkudu. Pia yeye kuna mahali huwa anaenda kutoba mkudu, and this I can say some characteristic kwa wanakupea ya wana expect wafulie boxer na vinyasa na huwa unawafulia mavi. Ukiona mwanaume ati anakwambia he emphasizes women, hiyo ni mwanaume jitayarisha, ni mwanaume utakuwa ukioshea mavi. Boxer yake inakuja ikiwa na mavi because after yeye kukutoba mkudu, pia yeye kuna mahali huwa anakimbia naenda kutoba mkudu. Hii ni kitu nimefulia landlord Marvin. Sasa the painful part is not even kumfulia Marvin. Nilimkuwa namfulia na sabuni yangu. Hawana heshima kwa mwanamke. Naenda na na haso nalipa kufulia mtu mwingine, nakuja na buy soap. What was I even doing there? Nafulia sometimes we are out of our senses, but then I was nilikuwa najitayarisha vile sasa nitaondoka. Asikukaa sana nikaa miezi mbili. If you have not been following, no, me I did not give in. Leave alone the ano. We did not even do this vaginal sex. Mimi mwanaume nilikuwa natafuta kurahisisha maisha, mwanaume hanipei food. Hata hiyo vagina nampea nini? The only I confess it's only being fake. Nataka better we did not have anal sex. No, I did not. I can't. I can't do men of those standards. Siwezi sema ati nikuokoka nimeokoka sana. But nikapata sasa ati ni mwanaume amenibadilishia maisha totally. Sasa yeye ameweka ile pepo tu anataka kujaribu to adventure all these worldly things, but akona mali, akona pesa. Nakwambia sasa nitakutoa huku kuradarada. Kwenda nikununulie mahali hii kwa nyumba yako. Sasa nijue tu hapo unaweza risk, hapo unaweza sacrifice your body. Sasa kujua mimi nimebadilika maisha. Niko na nyumba yangu hapa sasa, hata nikipenda alafu nasikia tu nikirusha kwa vitu naingia tu kwa bafu yangu hakuna maji. Fungulia tu ka hot shower. Nitashower hadi mara 5. Hekan akona mali, kona uwezo hadi wakukulia ununulie hiyo sabuni, mafuta. You need more hygiene when you're indulging in anal sex. Si ati unatoba mkudu alafu unaoga na bar soap na sabuni ya kipande. Tasikia tu hauko sawa. Tasikia tu hata kuna mtu anakuambia ni wewe tu unasikia tu uko zile za uko mavi tu. Ukiona mtu yeye si yuasiwa alafu ameenda, si ati kazi yake ni hawa watu wa storage companies, ati ameenda tu kuchokora mavi. Yeye mtu ni mtu ako out of this. Ameenda tu amekaa tu akaona tu aende akachokore mavi. Yes, wewe ni mtu akasawa kweli. These are the people. Imagine sasa mimi walikuwa naona ati ananikuchukia na bado hujafikia pale ati umempea mkudu umrushie mavi. Hizi ni vitu watu wamezoea kufanya hivyo, wanajua. Hata saidi ati mnafanya ati hapa hakuna raha, ni kuchokora mavi. Hadi mkifanya anal sex mnarusha mavi. Narusha mavi. So huwa na si mnachukiana. Unajua hadi kuona level alone kuchokola hiyo sehemu. Hata huwa hatutaki au